Hello, habari. Kwa majina yangu naitwa Emmanuel Yesaya Mkumbo. Ni CEO wa Kutrade Meds au kipendo unaweza kaniita MC Emma. Ni mshereheshaji wa kwenye masherehe mbalimbali. Yaani ninapozungumzia MC ni Master of Ceremony. Leta kazi tufanye kazi. Leo nimekuja na jambo moja au nipende kukushirikisha wewe ambao changamoto yangu sitokuja kusahau katika maisha yangu. Ilikuwa mwaka 2017. Kipindi nimemaliza form 2, naenda kusikilizia majibu Singida. Nilimwambia dada kwa sister, nikimaliza form 2 majibu yangu ya form 3 ningeomba nije niyasikilizie huko Singida. Basi ikafika hiyo siku kweli nikafunga safari hadi kwa sister Singida. Nimefika pale Singida, Singida mjini. Nimefika pale Singida, akanipokea, tukaenda hadi anapokaa. Actually mimi dada yangu ni nesi. Ni nesi katika hospitali ya mkoa pale wa Singida. Kwa hiyo sasa ndani kwake, yani yeye kuhusu masuala ya unajua tena manesi hapendi kuchukua vitu unajua vitu ni special. Yani kwa mfano kama maji, yani anapenda kununua maji kwenye carton, vile vikatoni vya lita 1.5 ananunua hata 7, 9 anavijaza ndani. Madumu makubwa yale. Kwa hiyo uwaga hana desturi kwenda kukinga eti kuchukua ndoo kukinga maji kwenye foleni. Hicho kitu hamna. Kwa hiyo sasa akawa nilipoingia kwake pale, tumefika akanipokea fresh. Kwa kesho yake asubuhi akaenda kazini, tukawa amerudi. Hivyo nikawa nimezoea mazingira pale kwa sababu sometimes nakaa mwenyewe. Umeona? Kwa hiyo sasa kuna siku waga aendaga usiku. Shift yake ni usiku. Sasa kuna siku alikuwa kabadilishwa shift kazini. Akawa ameenda asubuhi. Kwa hiyo sasa kaamka wakati mimi nimelala, akaja akanigongea, bwana Ima mdogo wangu mimi naenda kazini, ila kuna hela hapo mezani nimekuachia ya chakula nini, utanunua mazaga upike nini. Basi mimi kama kaida yangu nikamuaga pale. Mimi mwanaume ningeendelea kuvuta shuka. Piga usingizi. Unajua tena ugenini hauna hata rafiki jirani. Piga usingizi. Nimeamka kwenye mishale ya saa 2:30 hivi. Nimeamka nikaingia jikoni mwanaume, nikakorofisha chai nini, unajua. Nikawa nimeweka mezani pale, nimekunywa. Sasa mimi waga na desturi yangu mimi tofauti na desturi ya watu wengine. So mwingine paka anakunywa chai paka amaliza kaida ikatana ndo anywe maji. Mimi nikishakunywa chai hapo nataka nishushie na maji. Basi nimemaliza kunywa chai, nikasema ngoja niingie nikachukue maji kwa sababu ni asubuhi. Nikasema sitaki kunywa maji ya baridi, nataka ninywe maji ya moto. Sasa kwenye friji kwa pembeni hapa nimeona nikaona kuna chupa ya maji ya lita 1. Faster nikachukua, nikawa nimekunywa. Nikapiga pafu ya kwanza nikashusha. Sio ukiwa na kiu unapiga pafu ya pili, nikashusha. Nikafunga nikarudisha pale, nikawa nimeka kwenye kochi. Sasa nikawa nasikia hali ya tofauti kwenye koo. Mbona koo linawasha? Ndo kurudi katika ile chupa niangalie ni nini. Bwana we. Kumbe bwana ni dawa ya kuulia wadudu chooni. Kwa hiyo mimi mimi nimekunywa sumu. Sio tena mwanangu uoge mtu kisha bwana umekunywa sumu. Hapo kwanza unaanza kifo, muda wote unaondoka. Basi moja kwa moja hapo nikachukua simu nikampigia sister. Kwa sababu alikuwa kazini na kwanza kupokea. Baadaye ndo akanipigia. Baada ya dakika 5 akanipigia. Hapo sasa mapigo ya moyo yanaenda mbio unajua. Na bwana sister, hapa kwenye friji kwa pembeni nimekuta maji, nikanywa. Akasema mdogo wangu sio maji, hiyo dawa chooni. Tena sumu kali kabisa ya kulia wadudu. Akanambia hebu mwesi nesi Neema hapo yuko hapo, umuelekeze akusaidie. Kwa nilipoingia moja kwa moja kwa dada Neema pale, moja kwa moja nilivyomwelekeza hiyo situation, akuuliza, "Imavua shati?" Sio ile mkikiri ngavua shati. Sasa mdogo na usielendo naona mapicha nimekunywa sumu mimi ndo nakufa hivi.
nyimbo sasa zinaanza kurudia amekwenda mwenyewe. Sasa mdomoni unajua yani sielewi. Sasa Danema akachukua majivu na maji akanichanganyia, akakoroga, kunywa. Mimi ndo kunywa bugu. Ile natua akasema usitue, kunywa mpaka yaishe. Basi mimi nikamaliza. Sasa kumaliza natapika. Akasema tapika. Nikawa natapika. Mpaka hatua ya mwisho nikaja nikatapika damu na nyongo. Asa ile kutapika damu na nyongo mimi nikaogopa, akamwambia Danema mimi nakufa hivi. Akasema hicho ndio niko nakisubiri. Kwa paka situation nzima hiyo ulipotapika na paka umekuja kutapika damu na nyongo, basi jua kuwa hapo sumu imeshaisha. Asa muda huo nimeshatapika sana, ni sina nguvu, nimelegea. Unajua kulegea ni sina nguvu kabisa. Nikawa nimekaa hivi yani unajua nimetepeta yani. Ndo Sister Neema akampigia dada ambao alikuwa kazini. Bwana sister, hawa mimi huyu Iman nishampa nini huduma ya kwanza nini, amesha kunywa. Nimemkorogea majivu na maji kanywa. Kwa sasa hivi paka hatua mwisho katapika damu na nyongo nini. Basi sawa, mlete hospitali. Ndo akaja bodaboda pale, anipakie mimi ndo sielewi. Nampigia bibi mkubwa analia, mama akasema unalia nini? Akasema hebu mpigie dada. Akampigia dada. Dada akasema tulia bana mama, mimi nitakuelekeza tu, hata usijali, jambo la kawaida tu. Basi nikaingia pale hospitali, nikamkuta dada. Dada akasema mdogo wangu pole sana. Si unajua ile mapokezi ni pole sana hivi na hivi. Yaani moja kwa moja wodini. Nikaingia pale wodini, nikachoma sindano hizi. Na nikachoma sindano 2 mzee. Za maana. Unajua sindano 2 za maana. Tui ya kwanza, tui ya pili. Paka situation nzima hizo, paka natapika nafanyaje, nikapeleka hospitali almost paka nakuja kurudi nyumbani. Nimeshatoka hospitali kwa paka mishale saa 6 hivi na nusu. Hapo sijielewi yani, nimekaa ndo nikaletewa kombe la uji. Kwa shushia uji. Mwanaume nikapiga uji, kombe lote likaisha. Kidogo sasa ndio nikaona hali inafanyaje, inabadilika yani. Basi alikubadilika, nikaletewa msosi pale, nikalala. Wala anakuja kushtuka saa 9 sister amerudi. Akasema Ima vipi hali yako? Ndio nimeamka, akasema hali yangu kidogo fresh. Kweli ndio nikatoka nikawa natembea nini, naangalia mji. Akasema Ima kuwa kea, lakini akasema dada usijali. Lakini hiyo ni changamoto ambayo sitakuja kusema kwenye maisha yangu mzee. Kunywa sumu sio poa baba. Yaani kwa sababu niko pamoja hapa, mwanangu ndo kifo. Ila nipende tu kuambia kuwa tunapoenda sehemu fulani au eneo fulani, tusipende kukurupukia vitu. Kwa sababu mimi umeona kama mimi hivyo nitokea mimi. Kwa sababu niko najua mimi sister yangu ni mtu wa kununua maji dukani mzee. Umeona? Kwa hiyo sasa mimi nikajua yale ni maji, kumbe pale ilikuwa ni sumu. Kwa hiyo let's kama ningemuuliza before hayo tesimaje, yasingetokea. Ila nipende tu kuwashauri watu, yani msipende kukurupukia vitu. Uliza kwanza ndio ufanyaje? Ndio kufanya hicho kitu ambacho unataka kukifanya. Ukikurupukia kitu madhara yake ni makubwa sana. Ushanielewa? Kwa hiyo mimi ninachomshukuru Mungu mpaka sasa hivi ni mzima wa afya, na pia nipende kumshukuru Sister Neema kwa sababu yeye ndo alikuwa msaada kwangu kwa kipindi kile. Ila kwa mfano asingekuepo, mimi hapa nisingekuepo. Kwa hiyo ni changamoto ambayo sitokuja kusahau katika maisha yangu, kwa sababu niko naona kifo hiki hapa mzee. Kwa sababu nishakunywa sumu, afu sumu ni kali ya kuliwa wadudu chooni. Kwa hiyo ndio hivyo ndugu zangu, yani tusipende kukurupukia mambo. Uliza kwanza upate kujibiwa ndio ujue unafanya vipi, lakini ukikurupukia mambo madhara yake ni makubwa. So take care. Asante.